Unaionaje hiyo? Ukifukuzwa, fukuzika. Sasa wewe unajifanya king'anga. Endelea hivyo hivyo mpaka umauti utakukutia humu ndani. Sijazoea kila kitu kufanya mwenyewe. Kama ingekuwa adhabu nisingechagua lipe. Nachechemea, kuna muda nataka nitetee. Dunia na joto na tabu, kuna muda na misimi pepewe. Baba sina, mali sina, mama sina, miatima kilizima sijazima. Hatuli chungu kimoja, mbona wenzangu mnavioja? Mambo yatajikoroga, msikate uwe mtakosa boga. Yatima, 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 yatima. Hapo mwenye nyumba. Mimi nataka takriban wiki hizi 2 sijanya. Yaani kwanza mimi nakunya wapi na wapi? Kunya mimi sio mambo yangu. Mimi mambo yangu ni kukojoa tu. Si ndio mke wangu? Ndiyo nashangaa. Kwani wanaokunya waoni au? Wewe mwenye miguu mirefu kama twiga, yani kinyesi sio pupu ndani kanukia kama vile kiwingu, si smart jini kevanti. Oya! Kasafisha haraka sana. Kwanza tafadhali, naomba nielewe kwa makini. Shoni sijaingia na siku ya pili sijanywa hata uji. Mimi kitu kitakunya hicho mimi kitoe wapi? Hapo mimi ni maji yangu, kamata chupa kubwa, chozi la simba, sina cha kunya. Uone hapa mambo yangu yote najimalizia hapa. Au unajifurisha tu kudadeki zako au vipi? Wewe kasafisheni humo. Wewe unataka kujua alifanya ile tukio? Yule pale kidadege. Fate uone. Kama nilivyokuambia, kwa jinsi ninavyoona pale movement za watu wengi na kulivyokuwa kuna mambo mengi pale, mimi nimeshindwa kumuaga kabisa. Mimi nimepata dharura kidogo, unajua kuna simu ya maana kabisa imenipigia hapa. Kwa kuna jambo la maana inabidi ndio nikalifanya huko la dharura na ni lazima niwepo mimi. Kwa kama nilivyokuambia. Okay, ukipata bahati baadaye kukaa naye kumwambia aje kwangu na mazungumzo naye makubwa. Ondoa hofu na mashaka dadangu. Sisi acha tushughulike na majukumu ya msiba. Tukimaliza tutahakikisha nakaa naye chini na kuzungumza naye. Lazima afike. Sasa ina shida. Usije ukasahau tu ukajitafuta na mambo yako ukasahau. Kuwa na amani. Jamani ndugu zangu, kwanza nitangulize shukrani za dhati kwa mwitikio mlokuja nao. Angalia kuwa mmekuja wachache, ila tumshukuru Mungu jambo letu tumelifanikisha. Mama yetu tumeweza kupumzisha. Mama yetu alikuwa ni kipenzi sana cha watu. Pia mama yetu ameacha kijana ambaye ni mchapakazi. Kijana ambaye anaonyesha utu kwa rafiki zake. Kijana na marafiki wengi. Ila leo kwenye tukio hili la msiba hakuna rafiki yake hata mmoja alijitokeza. Hiyo inaonyesha kwamba urafiki ambao alikuwa anaonyesha kwa wenzie wao walikuwa wameamua leo kumtenga. Hivyo basi tujifunze kuhusu swala la kifo. Kila mtu atapitia. Hapa duniani tunapita. Leo ameondoka mama yetu, kesho ataondoka mwingine. Kuna budi ili kipita, kila mtu aendelee na shughuli zake kama kawaida.
nikipata msiba, ole mtu ninayempenda, na machozi kufuta siwezi. Sasa hivi tu nimeweka GB. Yaani wewe mdada mzima mrembo umeumbika unangeka na kabando kabukujelo. Yonga na maisha bando. Maisha bando? Sasa tulia nikupe mchongo. Nikae chini tuelewane. Sasa sikiliza mrembo. Mchongo ni hivi. Maisha bando. Ukiwa na line yako ya Halotel, ngoja nipate starter kidogo. Enyewe sasa maisha bando ni bando la uaminifu na unapata GB 10 kwa shilingi 10,000. GB 15 kwa shilingi 15,000. Yaani ni kitonga kamseleleko. Hilo bando linadumu kwa muda miezi 6. Huyo maisha bando nitampataje? Andika namba. Nipe namba zake. 06 25 07 00. Malizia na 68. Jina linakuja Baraka ya Haya. Huyu jamaa ni mwaminifu. Ukituma tu bando lako unalipata hapo hapo, yani ndani ya sekunde 20 hazifuki. Unaingia mtandaoni tu. Kweli? Nikimtumia 10,000 ninaweza nikapata GB 10 kwa muda miezi 6? Maana matapeli yamekuwa wengi siku hizi. Ondoa shaka mrembo wangu. Paka mimi nimeingia kwa maisha bando, ujue ni uhakika 100%. Basi sawa, ngoja nijaribu nione. Mbona una haraka? Jibu langu vipi na mimi Samboy, maisha bando yapo tu, yani tunaperuzi, ila mimi kwanza mrembo. Wewe naye. Hebu kwanza ngoja ni focus na maisha bando. Maisha bando kwanza. Basi sawa, tuperuzi yote.